Tangu nizaliwe, hakika leo ndo nimekula chakula chenye ladha tamu tena ninayoipenda. Asante sana. Mungu na akubariki. Nilijisikia furaha tena isiyo kifani. Nikamwambia, asante kwa kushukuru Emedi. Tafadhali, naomba nikutakie usiku mwema. Nilikata simu kwa haraka. Sitaki mazoea kabisa, kwa sababu mwishowe yangeibuka mambo mengine. Nilijiepusha. Lakini mara baada ya kukata simu, ikaingia message. Na that time, sijui nilianzaje. Yaani sielewi. Hapo ndipo tulipoishia baada ya message kuingia. Brightness akiwa haelewi ni message ya nani. Sasa tusonge mbele katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri. Simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Yatima. Hakika hii ni miongoni mwa simulizi bora ya mapenzi na yenye hisia kali ndani yake. Tafadhali ndugu msikilizaji, tusonge pamoja. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Basi tusonge pamoja. Nilifungua message. Kweli ilitoka kwa Emedi. Aliniuliza kama niko free ili aweze kunipigia tuongee. Kwa kweli nilimkatalia. Nilimwambia niko bize. Bize usiku huu? Brightness, kweli? Kwani unafanya nini mama? Nilisema huyu naye, kwa nini ananiharibu? Nilishindwa kabisa kuacha kujibu meseji zake. Kila akituma nilijikuta najibu. Kila akituma najibu. Yaani nilijikuta hata madaftari nimeyatelekeza. Nilimwambia, mie mida usiku kama hii nakuwa najisomea, maana ndo nakuwa free. Sina heka. Oh, sorry mama kwa usumbufu. So, unasoma uko level gani? Aliniuliza. Basi ndipo nikamwambia, niko chuo. Chuo gani tafadhali? Unasomea nini eti? Nikamwambia niko IFM. Nasomea kozi fulani hivi. Wow, hongera. Nikamwambia asante. Hapo nyumbani mnaishi na wazazi wenu? Hilo swali lilikuja kunikumbusha wazazi wangu. Basi nilijikuta tu naanza kulia na sikuweza kumjibu chochote kile. Ndipo nilizima simu, nikaenda chumbani kwangu. Nilichukua picha ya mama pamoja na baba. Nikawa nazitazama tu. Naishia kuwaloanisha kwa machozi mazito. Hakika nililia yani usiku mzima. Majukumu nilionayo ni magumu. Basi kesho yake niliamka macho yamevimba sana. Sikuweza kulala wala kubakia nyumbani. Kilichokuwa kinatakiwa ili nibidi nitoke nikahangaike. Nikilala nani atanitafutia? Sina wako nitafutia mimi. Nilimtuma Epi sokoni. Mimi nikatangulia kupika vitafunwa. Bado simu nilikuwa sijaiwasha. Wakati napika vitafunwa, kwa nje nilisikia mungurumo wa gari. Nilipochungulia nikamwona Emedi anashuka kwenye gari na vile vyombo alivyochukulia chakula usiku ule. Emedi alipiga hatua mpaka ndani, na mida hiyo sikuwa na mteja yoyote, maana ilikuwa asubuhi sana. Basi niliipua nilichokuwa nakipika, nikaenda kwanza kumpokea. Aligundua siko sawa, na swali lake la kwanza aliniuliza, Brightness, are you okay? Hiko ndo kitu pekee ambacho nilikuwa natamani kuulizwa kwa muda huo. Nilishukia tu, machozi yananitoka bila kujizuia. Nikamwambia, no, I am not okay. Huko nalia. Aliweka vile vyombo pembeni, zeni akanikumbatia. Wakati Emedi amenikumbatia, kwa bahati mbaya
Hepi na yeye alirudi kutoka sokoni, akawa ametukuta. Nilimwachia Hemedi kwa haraka, nikarudi nyuma kuendelea na kazi yangu. Sikuweza kumwelezea chochote kile, naye aliona mazingira sio rafiki, ikabidi aondoke. Lakini na yeye hakuwa okay kabisa, kwa sababu ya hali aliyokuwa ameniacha nayo. Tulisaidiana na mdogo wangu, tukaandaa chakula kabla ya wateja hawajaanza kuja. Mida ya saa 4 mimi nilipeleka chakula saiti kule kwa Hemedi. Hepi akabaki anahudumia pale ofisini. Siku hiyo nilimkuta Hemedi akiwa saiti. Alikuwa tu amekaa kwenye gari, ni kama vile alikuwa ananisubiri mimi. Niliwapa chai mafundi. Nilipomaliza akaniita kwenye gari, akawa anahitaji kuzungumza na mimi. Kiukweli nilikataa, wala sikuenda. Niliogopa watu wataanza kutujadili, wakati hakuna hata kinachoendelea kati yetu. Mkaka wa watu aliishia kuniangalia kwa macho ya huruma tena sana. Basi aliamua kutelemka kwenye gari, akanifuata pale nilipokaa. Alikuja akanishika mkono, akaniomba tuongee. Mimi nikamkatalia, nikamwambia hapa sio sehemu sahihi. Unataka watu watuhisi vibaya jamani. Aliniomba tuzungumze nyuma ya nyumba. Muda huo mafundi wanakula. Nilimkubalia. Tulienda nyuma ya nyumba ya Hemedi. Basi Hemedi akaanza kuniuliza kuwa nina shida gani. Kwanza nimevimba sana machoni, kama mtu niliekesha kulia. Nilimwambia kuna vitu tu vinanisibu. Alianza kunibembeleza ili niweze kumwambia, lakini naanzaje kumwambia mtu hata simjui? Nianze kumwelezea matatizo yangu? Oh, hapana. Sikumwambia chochote kile, niliishia kulia tu. Akawa ananibembeleza maskini. Hata hivyo sikutaka kuendelea kubaki pale. Nilichukua vyombo ndipo nikaondoka. Hemedi alinifuata ofisini mgawani kwetu pale. Alikuja akamuita Hepi, akaenda kuzungumza naye. Hata hivyo nilishamzuia Hepi kusema kitu chochote kile bila ruksa yangu. Hemedi bado alitaka kujua nasumbuliwa na nini. Basi alimuuliza Hepi, lakini Hepi hakuweza kuongea chochote kile. Alimwambia tu kuna siku dada mwenyewe atakwambia. Mkaka wa watu siku hiyo hata hakunywa chai. Nilimhurumia sana. Aliondoka, ila akaniomba niwashe simu iwe hewani. Basi nilifanya hivyo. Ilibidi niwashe simu nione anataka kusema nini. Baada ya kuwasha simu alinipigia, akaniuliza kama nimekula. Basi nikamwambia sina appetite yoyote ya kula kitu chochote kile. Alinibembeleza mno. Brightness, maisha ni safari ndefu. Na kwenye maisha kuna mabonde na milima. Unajua hali ulionayo, najikuta sielewi. Yaani najishangaa sana. Maumivu yako, kutokuwa na amani kwako, sijui nisemaje. Hakika kunanifanya hata mimi niwe mnyonge. Brightness, tafadhali jitahidi. Hemedi akaniomba nile chakula tena kwa kunibembeleza mno. Kwa kiasi fulani maneno yake yalinifariji mno. Nikaanza kuhisi uwepo wa mtu anayenijali katika dunia hii. Basi jioni mida ya saa 10 tulifunga mgahawa, tukarudi zetu nyumbani. Kwa vile huwa tunapika chakula cha Hemedi pale nyumbani, basi na sisi tulianza kuwa tunakula huko, yani home, badala ya mgahawani. Siku hiyo usiku Hemedi alikuja kuchukua chakula akiwa hana amani, kanyongea. Nilimtolea chakula chake, lakini alikataa kukipokea. Aliniambia nirudishe chakula ndani tukale wote, maana mpaka muda ule
bado nilikuwa sijala, yaani kitu chochote. Nilijaribu kumgomea na yeye akanigomea, haondoki mpaka ahakikishe nimekula. Basi tulibaki tumeganda, yaani pale nje tunaangaliana tu. Tulibishana sana mimi na Hemedi pale nje kuanzia saa 3 mpaka saa 5. Nilipoona mida inazidi kusonga na chakula kinapoa, ikabidi tu nikubali. Basi tukaingiza chakula ndani ili tuweze kula wote. Nilikuwa nasikia njaa mpaka utumbo unatetemeka, lakini sikuwa na mpango wa kula. Nilipanga chakula mezani. Nilipomaliza nikamkaribisha ndani. Nilimtengea maji ya kunawa. Hemedi alikuwa ananawa tu bila kuiangalia mikono yake. Macho yake yote yalikuwa usoni kwangu. Alimaliza kunawa, nami nikanawa. Nikamuita na mdogo wangu Happy. Basi tukala kwa pamoja. Hakika chakula kilikuwa kitamu sana, japo tulikuwa tunaoneana aibu wakati wa kula. Baada ya chakula tulipumzika kidogo, tukiwa tunasubiria mgeni aondoke ili tuweze kuendelea kujisomea. Basi Hemedi alikaa kidogo. Ni kama vile kuna vitu alikuwa anatamani kuongea, ila anashindwa kwa sababu mdogo wangu Happy yupo. Hata hivyo hakuwahi, alituaga akashukuru. Tena alishukuru sana kwa chakula. Baada ya hapo nilimtoa. Tulipofika nje, Hemedi aliniuliza, "Kwa nini mnakaa wenyewe? Wazazi wako wako wapi?" Angejua hilo swali jinsi linavyoniumiza mimi. Hakika sikumjibu chochote zaidi ya kurudi ndani na kufunga mlango bila hata kumuaga. Nilimwacha pale nje akiwa anashangaa wala haelewi. Hata hivyo, Hemedi alinitumia message akaniambia, "Samahani sana Brightness, na kuahidi sitokuuliza tena hilo swali. Samahani kama nimekuuzi. Nisamee tafadhali, please over please." Sikujibu kitu. Nilitulia tu. Siku iliyofuata ilikuwa weekend, siku ya usafi. Wala hatukwenda kufungua ofisi. Tulifanya usafi siku nzima. Tukajiandaa pia kurudi masomoni, maana kesho yake ilikuwa siku ya kufungua shule pamoja na chuo. Baada ya usafi wa siku nzima, jioni ilifika. Kama kawaida, nilimwandalia bosi Hemedi chakula. Nikamwambia Happy ampelekee nje. Sikutaka kuonana naye, maana angeweza kulazimisha tule wote pale kwetu. Tabia za kukaribisha mwanaume ndani nilihofia sana zinaweza zikatuchafua mtaani pale. Sikupenda ile hali iendelee, tutaeleweka vibaya kwa jamii yetu. Nilimwambia Happy, "Mwambie bosi Hemedi kuwa sipo." Hemedi baada ya kuambiwa sipo usiku ule alichanganyikiwa sana. Kaenda wapi sasa hivi usiku? Alianza kunipigia simu. Haikuwa hewani. Hata hivyo, sikuwa mbali. Nilikuwa ndani chumbani kwangu namchungulia tu dirishani. Hemedi alimuuliza, "Dada hana tabia za kutoka usiku?" Hemedi alimuuliza Happy. Akamwambia, "Hapana, ni leo tu ndo ametoka." Aliwaza kidogo, baadaye akasema sawa. Alishukuru kwa chakula kisha akaondoka. Usiku mzima sikuwasha simu. Siku iliyofuata asubuhi, wakati namsaidia Happy kufanya maandalizi ya shule, tulisikia mungurumo wa gari pale nje ya nyumba yetu. Lazima ni Hemedi huyo, nilijisemea kabla ya kuchungulia. Hata hivyo, muda mfupi baadaye tulisikia Hemedi akiwa anabisha hodi. Nilipochungulia nilimuona akiwa amesimama pale mlangoni na vile vyombo vya chakula. Nilishamzuia kuja na gari yake pale mpaka nyumbani, lakini hasikii. Nilijisemea huku naenda mlangoni kumfungulia. Nilimfungulia mlango huku naangalia pembeni. Hemedi alishangaa kwa jinsi nilivyokuwa nimependeza asubuhi. Kusema kweli nilikuwa nimependeza. Tena nimependeza hatari isi kawaida.
Nilikuwa nimevaa mavazi mazuri sana, maana nilikuwa namsindikiza Happy shuleni, huku nikivaa kagauni kangu tena iliyonichonga, nikaonesha maumbile yangu tena barabara, huku nikiwa nimepaka mafuta yangu ya mgando, lakini yalinifanya nionekane maridadi tena mrembo kiasi kwamba mtu yoyote akiniona atachanganyikiwa. Mdomoni mwangu nilipaka lipstick iliyofanya mdomo wangu na lipsi zangu zizidi kuvutia. Nilimwangalia Medi ambaye alionekana kuchanganyikiwa baada ya kuona dimpozi zangu na kifua changu kilichojaa kwa wastani kama vifuu vya nazi. Emedi alikuwa amezoea kuniona kwenye vijola. Basi siku hiyo kwa mara ya kwanza aliniona katika muonekano huo. Basi Emedi aliniangalia sana na mimi nikawa nimetulia tu. Wivu ulimshika yule mwanaume. Nikashangaa ananiuliza, "Ina maana ndio umerudi nyumbani asubuhi hii?" Aliuliza kwa hasira sana. Nikashangaa, mbona ananishautia? Wakati nawaza nini cha kumjibu, Emedi aliondoka kwa hasira na mimi nikajisemea, potelea mbali. Nahisi na kibarua ndio kimeisha hapa. Happy alimalizia kujiandaa. Tukatoka. Tulikwenda tukapanda daradara mpaka shuleni kwa mdogo wangu. Mimi ndo kama mzazi wake. Na kwa siku kama hizo wanazokuwa wamefungua shule, ni lazima kumpeleka. Ada niliyokuwa nayo ni kidogo sana. Yaani ni kama robo tatu ya ada kamili. Kibaya zaidi, siku hiyo tuliambiwa wanafunzi wote wa kidato cha 4 wanatakiwa waanze kuishi pale pale shuleni, na ni lazima, sio ombi. Ilitakiwa pesa ya kulipia hosteli na chakula. Nilitamani kulia siku hiyo pale pale shuleni, lakini nilijikaza. Mdogo wangu asijue chochote ninachopitia. "Dada, umesikia mkuu wa shule alivyosema kuhusu kukaa shuleni? Na ni wiki ijayo tu natakiwa nishone sare zote za hosteli." "Mdogo wangu, ngoja niende nikakufanyie mpango." Nilimpa matumaini tu, lakini kiukweli sikuwa najua wapi ambapo ningepata pesa. Kipindi hicho mimi mwenyewe chuo ndo kilikuwa kimefunguliwa na mitihani natakiwa kufanya, na siwezi kufanya bila kulipa ada. Wakati naondoka pale shuleni kwa kina Happy, nilikuwa na mawazo mengi tena sana. Machozi yalikuwa yananitoka bila kujizuia. Nilikuwa natembea taratibu huku napangusa machozi. Wazazi wangu, laiti kama wangelikuwepo, nisingekuwa napitia majukumu mazito kiasi hiki. Nilikuwa nalalamika ndani ya moyo wangu huku machozi mengi yakinibubujika machoni. Wakati nalia, ghafla kuna mtu alikuja akanigusa begani kwangu, akanipatia na tishu nifute machozi. Nilishtuka sana. Haraka nikageuka kuangalia ni nani, na baada ya kugeuka nilikutana na sura ngeni. Alikuwa mbaba mmoja hivi, simfahamu hata kidogo. Alinipatia tishu akaniambia, "Futa machozi." Huyo ni nani? Hilo ndiyo swali nilikuwa najiuliza. Hata hivyo alijitambulisha, akaniambia yeye anaitwa Mendradi. "Vipi, tunafahamiana?" Nilimhoji. Akajifanya ni kama hajasikia, tena hajasikia vizuri lile swali langu. Na muda huo simu yake ilikuwa inaita. Alipokea simu bila kunijibu swali langu. Mr. Mendradi aliongea na simu. Baada ya hapo akaniuliza, "Soli, unaelekea wapi?" Nikamwambia mtaani naoenda. Akaniomba nipande kwenye gari anishushie huko, maana ndo anaenda. Nilipanda kwenye lile gari, maana hata hiyo pesa ya kwenda kupanda daradara hakika sikuwa nayo. Hiyo gari yake sasa ni V8. Kwenye gari nilijua nitaanza kuongeleshwa, like kutongozwa au kuomba namba, lakini wala. Bwana Mendradi alinifikisha sehemu nilipotaka kushukia, akanishusha. Nikamwambia thank you, akajibu okay, take care. Akafunga mlango wa gari na kuondoka.
mbona Mungu ananikutanisha na watu wa maana, lakini wanaondoka bila kunisaidia? Hicho ndicho kilichoniumiza zaidi, ni vile Mr. Menrad aliniona kabisa nalia, akanipa tishu nifute machozi, lakini hakuniuliza nilikuwa nalia nini. Nilitembea mpaka nyumbani kama mtu alomwagiwa maji, tena ya baridi mwilini. Basi baada ya kufika nyumbani, nilienda moja kwa moja chumbani kwangu kulala. Niliwaza nimtafute Hemedi, niongee naye, na muda huo huo simu yangu ikaanza kuita. Aliyekuwa anapiga si mwingine bali alikuwa ni bwana Hemedi. Nilipokea simu ili niweze kumsikiliza. Yes, hello Hemedi, akaitikia. Yes Brightness. Mbona sauti yako iko hivyo? Sauti yangu ilikuwa ya majonzi sana. Nilimwambia niko sawa, usijali. Hemedi basi aliomba tutoke, kuna kitu alihitaji tuzungumze na mimi. Basi hapo nilimwambia siwezi kutoka kwa sababu mchana nina kazi ya kumwandalia mwanafunzi chakula. Hemedi aliniambia yeye atanunua chakula cha Happy huo mchana, atampa mtu amletee nyumbani. Aliniomba sana mpaka nikakubali. Aliomba nijiandae, atakuja kunichukua nyumbani. Nikamwambia sawa. Na isitoshe bado ilikuwa ni asubuhi sana. Niliamka nikajiweka sawa. Baada ya muda Hemedi alikuja kunichukua. Sikujua tunaenda wapi, na isitoshe bado ilikuwa asubuhi sana. Basi Hemedi aliendesha gari umbali mrefu kidogo mpaka kwenye hoteli fulani hivi nzuri. Aliweka gari parking, tukatelemka. Alinishika mkono, nikashuka kwenye gari. Baada ya hapo akaniambia umependeza sana. Nilitabasamu nikamwambia asante. Hemedi aliniomba msamaha kwa kile alichokionyesha asubuhi. Nikamwambia usijali, yashaisha. So umenisamehe? Nikatabasamu huku nikimjibu kwa ishara. Alifurahi sana, akanishika mkono, tukaanza kutembea kuelekea ndani ya hoteli. Tulikwenda tukaketi kwenye kisehemu kizuri. Basi mhudumu akaja, alikuja kutusikiliza. Kwa vile bado ilikuwa ni asubuhi, tuliagiza breakfast tukaletewa, tukaanza kula. Hemedi alikuwa anakula, lakini muda wote macho yake yalikuwa yananiangalia mimi tu. You are so beautiful Brightness, alianza kunisifia. Nikaanza kuona kaaibu hivi, siwezi kabisa kumwangalia tena hata kumjibu. Nilishindwa kabisa. Baada ya kunywa chai, Hemedi aliniomba tuongee. Basi ndipo nilikubali kumsikiliza. Aliniuliza kama nina boyfriend, nikamwambia sina. Aliniangalia sana. Baada ya hilo jibu akaniuliza, so jana usiku ulienda wapi? Niambie ukweli please, ulikuwa wapi jana? Nikamwambia nilienda kwa rafiki yangu. Wa kike au wa kiume? Nikamwambia ni wa kike. Ana wivu sana huyu jamaa. Nyumbani umerudi saa ngapi? Nikamwambia nilirudi usiku. Kwa nini ulizima simu? Nikakaa kimya. Ana maswali sana kama polisi. Kwa hiyo ni kweli uko single? Uko single Brightness? Niko serious. Nahitaji jibu, tena jibu la kueleweka. Ndiyo, mimi sina mwanaume. Hemedi aliniambia kama kweli uko single Brightness, basi nina imani hiyo nafasi ni ya kwangu. Ndiyo maana bado iko wazi. Hemedi alianza kunitongoza. Alidai tangu siku ile ya kwanza aliponiona, moyo wake ulivutiwa sana na mimi, mtoto wa watu. Alikuwa very serious. Alirudia mara mbili kuniambia, Brightness, I love you. Please, naomba nikubalie. Natamani kukujua vizuri, tena kiundani. Wewe, familia yako. Nieleze japo kidogo. Brightness, ninatamani mimi na wewe tuwe na mahusiano ya kudumu. Nataka nikuoe Bright. Nilijiuliza, hivi anaongea ukweli au ananitania? Mimi mbona siamini?
natamani kweli kuolewa, nikapumzike. Nilikaa kimya, nikawa natafakari maneno ya Emedi. Hivi ni kweli anataka kunioa? Nilimwomba anipe muda ili nimfahamu vizuri, zeni mengine yatafuata. Alikubali, lakini akaniomba kitu kimoja: nisirudie tena kutoka usiku bila kumtaarifu. Anaamini nilitoka, lakini wala tulimdanganya. Mimi nilikuwa ndani tu na sikwenda sehemu yoyote ile. Emedi aliniambia nikiwa na shida yoyote ile nimwambie, na nikihitaji chochote nimuombe yeye. Nilimwambia sawa, asante. Emedi aliniambia katika vitu asivyopenda ni kushare. Alihitaji niwe wake peke yake na niachane na mambo ya kurukaruka kwa sababu yeye ana wivu sana. Nilimwambia sawa, mimi nimekuelewa. Mchana ulitukuta pale pale hotelini. Tuliandaliwa lunch fulani hivi very classic. Tulikula mimi na Emedi. Nilikuwa namwonea aibu, sijui kwa nini. Tulipomaliza kula, Emedi alinirudisha nyumbani. Nilimbebea mdogo wangu chakula ili akitoka shule basi apate chakula. Baada ya kufika nyumbani, Emedi alinipa pesa. Akaniambia, hiyo utatumia kwenye mahitaji yako. Hakika nilishindwa kujizuia. Na nilishindwa kabisa kuzuia machozi yangu. Yaani, huyu Mungu, mwacheni aitwe Mungu. Hakika sifa na utukufu ni kwake. Nilimwambia Emedi, asante sana. Emedi alishangaa sana. Kwa nini nilikuwa nalia? Basi aliniuliza, unalia nini? Alinikumbatia, akanifuta machozi, akaniambia, I'm here for you. Kama kuna kitu chochote usinifiche, niambie. Nilimwambia sawa, nitafanya hivyo. Basi pale tuliagana. Mimi nikaingia zangu ndani naye akaondoka. Nilipohesabu ile pesa ilikuwa 500,000. Hakika nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na amani. Hakika sifa ni kwake. Basi bwana, baada ya kupata ile pesa niliona bora nikamalize ada ya Happy, maana nikikaa na ile pesa naweza nikatumia tena kwa mambo mengine japokuwa ni ya msingi. Basi hima nilichukua boda. Muda huo nikarudi shuleni kule kwa Happy. Nilifika nikakuta wanafunzi ndo wanamalizia, ndo wamemaliza kutawanyika. Hata Happy sikumuona. Huenda tulipishana huko njiani. Niliingia ofisini kwa mkuu wa shule. Nikamwambia, nimekuja kumaliza madeni ya Happy. Mkuu wa shule alishangaa sana. Akaniambia, mbona Happy hadaiwi chochote? Hadaiwi? How come? Kwa nini? Umenisahau nimetoka hapa asubuhi na nilibakiza madeni? Nikakwambia nitarudi. Tena nitarudi kuyalipia. Mkuu wa shule aliniambia, ndiyo, hakika nakukumbuka. Lakini baada ya wewe kutoka, kuna jamaa alikuja hapa, akalipa kila kitu. Tena kila kitu cha Happy. Hivyo, kwa sasa hadaiwi kitu chochote kile mpaka anamaliza form 4. Hakika nilishangaa, jamani. Haya mbona miujiza? Huyu ni nani? Na ni nani ambaye amekuja kulipa? Nilijiuliza, sikupata majibu. Mkuu ananiambia amelipa. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri na ya kusisimua. Simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Yatima. Nini kitaendelea katika sehemu ya 3? Ndugu msikilizaji, usikae mbali, kwa sababu mambo mazuri bado yanakuja. Unataka kujua ni nani aliyelipa ada ya Happy? Baki hapo hapo. Asante ndugu msikilizaji, mimi langu jina ni Mr. A Romantic. Asante na kwa heri, tukutane muda na wakati mwingine. Jambo la msingi, usisahau kulike na kucomment. Unaionaje simulizi?